Amina. Kwa nini hawana nyota kama yako? Leo Herode nivyo yapi? Herode ndio alikuwa anapanga. Muliwe ndani yake yumva tuonyere kugogwana. Akasema nione wewe mtoto ili nimuone. Yesu. Akasahau kama Yesu yaje nk'itara mwiza. Alikuja kama yaje nk'inyenyeri. Akaja kama nyota. Abantu bose uko wowe umeze. Watu gisi unaweza kuwa huko. Umugambi w'Imana igufise. Kama kuna mpango wa yako. Kama kuna kila kitu yakuza ni hano mwisi. Kama kuna kitu Mungu alikuletea duniani. Hata kama ukitafuta. Hata kama wapate mipango. Hata wakuroge. Hata kama wakuroge. Hawatakuweza. Ungali ndani ya mpango wa Mungu. Herode hawakukangwa eti juu ni mfalme wao kushtuka. Wakaenda. Walipotaka kurudi nyota ikawapitisha pengine kwa sababu kuna watu Mungu anatoa maisha yako usiumie tu watu wanakukataa. Kuna sababu Mungu anawatenganisha na wewe. Kuna watu Mungu anatoa maisha yako ili kile utakachokuwa kesho. Kuna watu wanataka kuuchua wako ili wakumalize. Wala watu wako lakini Yesu ana mpango na wewe. Kisha namshukuru Mungu kuwa niko hai tena napumua. Ninamshukuru Mungu ndani ya familia kuna likuweko na shida Yesu alizitatua. Palikuwa magonjwa na vitu vingine vya tofauti, lakini wanayemtumainia Mungu ndio maana nasema kama mlima wa Sioni hauwezi tikisika hata kama ikiweje. Watu wanaweza kujisubirisha vya tofauti, lakini Mungu ana mipango au malengo mbele yako. Neno la Mungu litafunza kichwa cha neno havuga ngo inyenyeri yako. Inasema nyota yako. Nyota. Nyota yako. Hama inyenyeri ni. Kisha nyota ni nini? Inyenyeri. Nyota ni kintu kimwe mu bintu bimurika biri mu kirere. Ni kitu kimoja kati ya vitu vinaoangaza angani. Hariyo tuvuze stars ni ukwezi n'izuba tubishira mu bintu bimurika. Tukisema vitu vinaoangaza, vitu vyote mwezi na nyota vinaangaza. Ariko inyenyeri. Lakini nyota. Nagonda babwire inyenyeri mbega inyenyeri ni inyenyeri. Nyota ni izuba ni cyahe kinini. Nyota na jua kipi kikubwa? Inyenyeri nyota. Wengine walisema inyenyeri. Nyota. Inyenyeri. Nyota. Tukasi tuli kumwe. Sote tuko pamoja. Mubunini ni cyahe kinini. Katika ukubwa au upana ni kipi kipana? Jua. Abavuga izuba ni bani? Wanaopandisha mkono kwa wanasema ni jua. Abavuga inyenyeri ni bani? Wanaosema nyota. Inyenyeri abantu batandatu. Nyota ni watu wa 6, 7, 8. Nyota niyo nini? ndio kubwa. Inyenyeri ya mbere batubwira ko abashakashatsi. Nyota ya kwanza watafiti wanasema bavuga ko isumba. Wanasema inashinda. Isumbiki. Inashinda nini? Isumba izuba. Inashinda jua. Hanyuma kisha izuba. Jua nalo. Izuba ni isi. Jua na dunia. Kitu gani kikubwa au kipana? Jua. Jua. Wenye wanasema kama dunia ni kubwa watie mkono juu. Na wenye wanasema kama jua ndio kubwa watie mkono juu. Jua ndio ni kubwa. Leo ni kujifunza. Tukua tunasoma ni vizuri. Jua batubwira ko rishobora kuba risumba. Jua linazidi isi. Inazidi dunia. Inshuro 110. Turu 110. 109. Ushobora kufata isi tubayeko. Hii dunia tunayoishi. Inshuro 100 ukazinjiza mu zuba. Ilinganisha au ikusanyishe mara
109 ili tukutanishe upana wa jua. Ukipima uzito wa jua na unapima uzito wa dunia, jua linazidi uzito dunia. Watafiti wanasema ni 3,020 zaidi ya 3,020. Ariko Imana yagiteretse mu kirere, lakini Mungu alikitia angani. Inyenyeri batubwira ko isumba izuba inshuro n'inshuro. Wanasema nyota inazidi jua maturu na maturu. Nyota ndio kubwa, lakini sio zote. Harimo nini? Kuna kubwa kubwa. Izo nyenyeri kisha hizo nyota Imana yazishize mu kirere, Mungu akazitia angani. Ntabwo muraona zikoroka, mshaona zinaanguka, ziguma hari, zinabaki kule ziri mu mugambi, kwa sababu ziko katika mpango wa Mungu. N'umuntu rero na mwanadamu ni hivyo, mtu naye ni nyenyeri, ni kama nyota hano mwisi duniani. Nacho gituma Imana yagushize, na ndio sababu Mungu alipokuweka anakuchua kugira menya inyenyeri ziri pale kwenye anajua nyota ipo na anajua kwenye jua lipo, nawe iramenya huri, na wewe anajua mahali ulipo. Ko Imana ivuga ngo abanje, Mungu anasema watu wangu ubwambere yabamenyekeye, amewajua zamani. Kisha mara pili akasema ngo nabashushanije, nimewachora katika kitanga changu. Akasema eti ndazihozako amaso, akasema aseme ukingo wangu uko juu yao, natia macho juu yao mchana na usiku. Kuja Imana ihoza ijisho ku izuba, gisi Mungu anatia macho kwenye jua lake. Abashakashatsi batubwira ko izuba hamwe ryo tirimuka gato, watafiti wanasema jua likishuka kidogo, anasema galika la maji litajaa, moto unaweza kuwa mwingi, maji yenye yako huko mnoro kajaga wapi, ile vitu vyote viko kama mabarafu vitakuja. Lakini Mungu kila siku macho yake yako juu ya jua, juu ya ishuka, ili mimi na watu tuishi. Mungu alichukua ukingo, akachukua nyota, akazitia angani ili vibaki nafasi yake. Maisha yangu na wewe, siku Mungu akisema nataka angamiza dunia, hata akisema tu nyota moja ianguke, kwa sababu anatupenda tena ana mpango na sisi. Ndio maana vile vitu vyote mnaona angani inawezekana mnaona vinatembea. Wengine wanaosoma wanasema jua, isi ni izuba, dunia na jua santimetero ama inches, singa no kuvuga ku milimetero buto. Anasema kuna utofauti metero, milimetero. Buto oyi binanishinda buzabu buri gihe bwigigwayo, bunakuaga bunasogea, bunasogea pembeni. Noko nimbizu wajari hano, kama jua liko chini inaenda inapanda kidogo. Mu myaka mucyo mu myaka 100 baratubwira ko izuba ryigigwayo hafi imetero 3 n'ibice. Jua etseme linasogea kama metri 3.5. Kubera iki? Kwa nini? Imana itaretse izuba. Kwa nini Mungu akwata jua? Au gutera ryigigwayo riterera Imana, ili lipande kuliko lishuke linapanda. Mwibaza ngo ni kubera? Unajifikiria ni kwa sababu gani? Yes. Ni kubera urukundo Imana idukunda. Ni kwa sababu ya upendo Mungu anatupenda. Nacho gituma ibitari byo Imana ibona byo ushobora konona. Ndio maana Mungu anaona venye vitazaribu maisha yako, anavisongezaga mbali. Ibona bidashobora guhereza kubaho neza ku mwana w'umuntu. Kama anaona hawezi kumpatia maisha mazuri mwanadamu, Imana ibyigiza, Mungu anavisogeza mbali ngo ushobore kubaho, ili uishi, kugira ngo inyenyeri yiwe yashize mu isi muri wewe, ili nyota yake aliyoitia ndani yako duniani iendelee na waka, abantu bakeneye kuyibona, kisha watu waione. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie. Matayo 2:9-10. Matayo 2:10. Matayo 9. Yesu alipozaliwa pakaja nyota kuko byari byarahanu kama mgisi ile tabiriwa. Iyo nyenyeri imaze kuza, hiyo nyota ilipokuja
avukira mu isi ikazaliwa duniani yari Yesu. ilikuwa Yesu. Hari yindi nyenyeri Ilikuwa ipo na nyota nyingine. Yari kuja kwerekana yindi nyenyeri. Ilikuwa imeenda kuonyesha nyota nyingine mahali. Aliona abantu bari mwizindi nyenyeri. Palikuwa na watu walikuwa zingine nyota. Ubumenyi bwo gukurikirana nyenyeri. Walikuwa na utafiti wa kufuatilia nyota. Yesu amaze kuvuka. Yesu alipozaliwa nyenyeri ngwiraza. Nyota ikashuka. Ikashuka. Ihagarara hejuru yao. Ikasimama juu yao. Ibirometero yagiye nta ubizi. Metro ambayo ilishuka hawajua. Lakini Biblia inasema wakaiona juu yao. Tena walikuwa wenye maarifa. Wakajua sababu hiyo nyota imeshuka. Wakajua hii nyota inawaka. Ni kwa sababu fulani. Kwa sababu kuna kitu kisichokuwa cha kawaida kilikuwa duniani. Sasa muiangalie hiyo nyota. Kwa hiyo kuiangalia wakaenda wanaifuatilia. Wakaanza kutembea. Amen. Nyota ikaanza kutembea inawaonyesha kile kitu ambacho wanahitajika kujua. Walipokuwa wanaenda wakapita wapi? Wakapita kwa Herode. Kisha walipofika wakawambia vile vitu ambavyo wanaenda kufanya. Tumeona nyota. Kisha tunaenda kufanya nini? Tunaenda kumsujudia mfalme aliyezaliwa. Herode na yeye akasikia na yeye kuna kitu cha utofauti kinaenda kufanyika katika ufalme wake. Kwa sababu yeye hiyo heri ya kuona hiyo nyota hakuiona. Na kwa kujua kama Yesu alizaliwa hakuvijua. Unaweza niambia tu nini Herode ni mfalme? Hakujua kama kuna mtu mwingine ni mfalme amezaliwa. Kuna sababu. Sababu ya kwanza, nyota. Kama ukiwa na nyota ndani yako mnajuana. Watu wenye wako na nyota wanajuana. Nitakuambia kitu. Wachawi wanajuana. Wanaoruka wanajuana. Wanaowanga usiku wanajuana. Wenye wanapakana sumu wanajuana. Jinsi mnavifanya wanajuana. Na waombaji wanajuana. Ukisoma Amosi 3 wanasema watu wawili wanaweza kutembea pamoja na wajuana. Haviwezekani. Ni ndani ya Luka ndio wanatuambia. Wanatuambia habari ya Elizabeth na Maria. Elizabeth na Maria walijuana. Lakini tena waliishi mbali na mbali. Watafiti wanasema kwenye Maria alitoka naenda kuangalia Elizabeth. Ni safari alifanya siku 10. Ilikuwa hizo watu wanazozisema 900. Wanasema mtu alikuwa akitembea kati hizo. Alikuwa anatembea hizo watu wote anasema 900 au 10. Akachukua hizo watu wa Maria. Anaenda kumtafuta Elizabeth. Hapo alienda kumtafuta Elizabeth. Maria alikuwa ni mjamzito. Alikuwa na mimba. Na Elizabeth alikuwa na mimba. Lakini hizo mimba zao zilikuwa ndani nyota. Tena hizo nyota zikajuana. Biblia inasema Luka 1 waliposalimiana eti tumbo watoto wa tumboni mwao kisha wakagusana. Wakasema na kuona huko Yesu. Na mwingine akasema na kuona huko Yohana. Akasema unasaidia dunia. Na mwingine akasema naona unabatiza watu. Watu wasema wanakusikia wanakuja. Walikuwa watu wasiokuwa wa kawaida. Biblia inasema Yohana wale alisemea Injili. Sauti yake alikuwa ilikuwa inatembea mavilometa na vilometa. Yohana yakoresha hakuna mikrofoni. Yohana alikuwa anaongelea kwa watu. Alikuwa anasema hapa Bujumbura. Akasema watu tubuni. Bujumbura nzima
wanamsikia, Cibitoke wanamsikia, na Rumonge wanamsikia. Kubera iki? Kubera ubundi bushobozi. Alikuwa na wengine uweza. Rero ngo bagitangura hao watoto walipojuana kisha bakiramukanya gutya waliposalimiana wakasikia mimba zinagusana. Akasema kitu ndani yako hakiko cha kawaida. Elizabeth yaravye imyaka ya Maria. Elizabeth akuangalia miaka ya Maria. Abashakashatsi batubwira ko watafiti wanasema Maria mu gihe yaravye inda ya Yesu. Maria wakati alikuwa na inda ya Yesu imyaka 14 na 15. alikuwa na 14 16. Aho niho yavyaye Yesu. Hapo ndio alizaa Yesu. Ko mu Bisirayeli Waisraeli wakati huo abantu bakobwa bafise 12 watu walitolewa mahali wakiwa na 14 na 15. Sasa ukizidisha hiyo miaka usanga yavyaye ari hagati hiyo miaka unakutana alizaa katika hiyo miaka. Ko Maria yarakowe nani? Tena Biblia inasema Maria alikuwa mtoto umwana mtoto. Na Yosefu Maria alikuwa binti mdogo. Mkobwa w'imyaka 15. Mtoto wa miaka 15, 14, 16. Asibanga ryo kubahisha Kristo. Anajua siri ya kumheshimisha Mungu. Ibi muri kino gihe tubyita abantu bari muri inde? Muri adolescence. Mwao wakati tunapata watu wenye wako katika abo bantu ni babandi tubango ni bareke ngo bazoturuzwa ni. Hao watu wanawaambiaga viwache kunyewe waona. Ko yarameze. Lakini Yesu hivyo. Kristo muri we. Alikuwa na Kristo ndani yake. Nyenyeri muri we. Alikuwa pia na nyota ndani yake. Naho itegeko. Mungu akatia amri. Yesu avukira muri Maria. Akatia amri Yesu azaliwa kwa Maria. Alikuwa anaona yeye mo process ya kawaida. Nawe Elizabeth naye alikuwa na miaka 50 wakati alizaa Yohana. Ahonye ngo yari umumama akuze. Hapo alikuwa mama mkubwa. Maria rero mukugenda kwa Elizabeth. Maria kwenda kwa Elizabeth. Hapo ibintu bibiri. Kuna kuwapo na vitu viwili. Yari akeneye ubuhanuzi. Cha kwanza alikuwa anataka unabii. Ushobora kumuhanura nyene akeneye kwitwara. Mtu amtabirie kisha atatembea. Cha pili yari afise mpemu muri we cyangwa itara. Alikuwa na roho au nuru ndani yake. Kamurika ligahura n'irya Elizabeth. Inaangaza ili ikutane na Elizabeth. Agenda kugira ngo bahure nawe. Ilikuwa na Isadia aende ili wakutane. Agenda. Hapo ndo akaenda. Kuhura gore bariko barara. Walipokutana wakisalimiana amahoro. Akasikia amani. Akasikia yale matatizo yote yanaisha. Akasikia tumbo inacheza. Kwa wakati wa leo Mkristo wa leo uramutsa wiyubara umusalimie ukijeshi umuramutsa wiyubara Mkristo wa nyakati za leo kwa kumsalimia uwe na angalisho. Ukiye nabi ukienda vibaya agusika igituru anakupagara sumu. Wagenda nabi ukienda vibaya ukienda vibaya umuramutsa ariko aravuga ngo yenye nagisa anakusalimia kisaona sura yake. Ukiye nabi ukienda vibaya umuramutsa ukiya ngo abure uraje kunyemeza. Ona ukimsalimia kwa unakuta sasa kunikubalisha. Ariko Maria nande lakini Maria na Elizabeth sauye batangura kumva impemu wakikutanana wakasikia rozi na kusana. Walikuwa na kitu wanakutanisha. Yamurika muri Maria. Walikuwa na nyota ndani ya Maria. Yamurika muri Elizabeth. Walikuwa na nyota ndani ya Elizabeth. Zimaze guhura. Hizo nyota zilipokutana zikaonekana kama nyota ya dunia. Kisha wakati kutuokoa. Ndio maana zilikutana. Kisha abo banyabwenge bivyanditswe. Hao watafiti Yesu yavuze. Yesu akazaliwa. Nyenyeri yababonekeye. Nyota imewangaza. Baragiye. Kisha baciye ku mwami ndero. Wanapita kwa mfalme Herode. Kwa mfalme Herode. Tukiye gusanganira. Akasema hivi tunaenda kusujudia mfalme. Mwami yagize. Mfalme alifanya nini? Amezaliwa. Mwami yagize. Mfalme alifanya nini? Amezaliwa. Bali jambo yavuze. Unajua neno alisema ngo mugende eti nendeni nimwaha mwamubona mukimuona muce mugaruka murudi mumbarire muniambie nanje ngende kugira na mimi nifanye nini? Kumusujudia kweli yaragiye kubura. Amen. Yagomba ko alitaka ku mbona kweli sikia nikwambie si abantu bose bagomba bakumenya ibyawe. Si watu wote lazima wajue vitu vyako. Kubera urukundo wako. Wanataka kujua vyako. Kubera urukundo bagufite. Eti ni mapenzi wako nayo juu yako. Harimo n'abagomba kukugira abagenzi kugira ngo bakwice. Kuna mwenye wanataka kuwa marafiki ili wakuoe. Kukugira abagenzi kugira ngo baronke aho baguca. Kuna mwenye wanataka kuwa marafiki ili wapate nafasi. Kugira ngo bamenye ibyawe. Kuna mwenye wanataka kuwa marafiki ili wajue vyako. Ejo. Kisha kesho. Batangura kutangaza. Anaanza kutangaza amina. Kubera iki ntabwo. Kwa nini? Hawana nyota kama yako. Leo Herode nibyo yapi? Herode ndio alikuwa na muri we
ndani yake yumva tuonyere kugogwana akasema nione huyo mtoto ili nimuoe. Yesu Akasahau kama Yesu yaje nk'itara mwiza, alikuja kama yaje nk'inyenyeri, akaja kama nyota. Abantu bose uko wowe umeze, watu gisi unaweza kuwa huko, umugambi w'Imana igufise, kama kuna mpango wa Mungu yako, kama kuna kila kitu yakuzanye hano mwisi, kama kuna kitu Mungu alikuletea duniani, hata kama ukitafuta, hata kama wapate mipango, hata wakuroge, hata kama wakuue, hawatakuweza. Ungali ndani ya mpango wa Mungu. Herode hawakukangwa eti juu ni mfalme wao kushtuka, wakaenda. Walipotaka kurudi, nyota ikawapitisha pengine, kwa sababu kuna watu Mungu anatoa maisha yako usiumie tu, watu wanakukataa. Kuna sababu Mungu anawatenganisha na wewe. Kuna watu Mungu anatoa maisha yako ili kile utakachokuwa kesho. Kuna watu wanataka kuucha wako ili wakumalize, wala wajua yako, wala wajua watakapotoa. Lakini Yesu ana mpango na wewe. Taa Yesu alilolitia ndani yako hakuna hata mtu mmoja alizimisha. Kama aliangazia wale watu ambao Yesu aliwatayarisha, kuna watu Mungu aliwatia hapa tu na taa yako. Kuna watu Yesu ataambia injili, kuna watu Yohana angeambia injili, ile hesabu kama haijaendelea, hata kama usifanye, hata kama ufanye nini, utakula na wenye vitakuua. Neno la Mungu inasema hivi, utakula wenye vitakuua na hautakufa. Kwa nini? Kuna mpango mwenye Mungu iko nao juu yako. Hao watu ni wanani? Ni wale waliomjua Kristo, abagomba kugenda uko Imana igomba, wale waliotembea gisi. Abo bantu Yesu afise kumuganda, hao watu wenye Yesu iko nao, abandi bafise kumurikira, ni wale wenye wanataka kuangazia dunia. Abo Yesu arabarinda, hao Yesu anawalinda kandi arabakingira, tena anawaficha. Agomba babwira ikindi kintu, nitaka kuambia kitu kimoja. Muri kino gihe, wakati wa leo, hari abantu batariko baraheza, kuna watu hawabarikiwi. Kubera iki? Kwa nini? Kubera abavugishwa babi, abavugishwa b'ibinyoma, kwa sababu ni manabii wa uongo. Ngoja wabwire igituma, ngoja niwaambie sababu. Je, na muhanuzi mimi nikwambia kwa nini nakataa unabii? Ukazongera kumanurira gakwanya ntuzongere ngo nibindi. Mimi ukijua kunitabiria nakataa, usiseme ni vingine. Ntabwo nzobanda kwanga wewe. Sitakuwa kukataa. Nzoba ndiko nanka. Ndakuwa nakataa kuza kumbwira ibintu byari mu mugambi w'Imana. Unaniambia vile vitu vilikuwa mu mpango wa Mungu. Imana ishaka kubishikiza kubera wewe. Mungu akataa kubitimiza juu yako. Okay. Ngino ndababwire ngina bibaho. Sielewi niwaambie kisi binakuwa. Umuntu aza kukuhanurira ateje uzopfa. Mtu anakuambia kesho utakufa. Nubwo ubaye wofuye ejo. Hata kama utakufa kesho. Kubera Imana itifatanya n'abavuga b'ibinyoma. Mungu kwa sababu ashiriki na wasema uongo, anafikara vipatilishi. Haleluya. Umuntu akuvugishwa ko ejo uzogura imodoka. Mungu mtu anasema kama kesho utapata gari. Alifisa umugambi wo kuguha imodoka. Mungu alikuwa na mpango wa gari. Atagomba kushikiriza mpemu. Kwa sababu hataki kusapoti hizo roho chafu, anafikara bikuima. Ndio mpamvu je muona nanga. Ndio maana Mungu mimi nakataga wanabii. Mugambi bali viseko. Mimi na mpango Mungu anao juu yako. Hapana wewe ndio uko nao. Imani ikianjana. Ni nafasi kwenye Mungu anao. Nina kwenye nitoa. Na pia wako bakia nao. Nubaha Imana. Niheshimu Mungu tu. Kisha Mungu atanifikisha kwa mazuri. Haleluya. Ndakubita abavugishwa nico na. Nimwaona kubita abavugishwa nico. Mkiona napiga wanabii ndote inakataa. Bariko barabuza abakozi b'Imana n'abakristo. Wanakataa watumishi wa Mungu kuona baraka za Mungu. Kuko baza bakubwira ugiye gucakira visa. Banakuambia utapokea visa. Ugiye kubona kuja hanze. Kaenda nje. Imana yarifise kumugambi ravyonona. Kuko nishobora kufatanya n'abavugishwa. Hawezi kusema na manabii wa uongo. Cyangwa ikabitevya. Tena inabichelewesha. Wala inabikawiza. Yesu atufashe cyane. Amen. Musemugwanya abavugishwa b'ibintu. Katae wanabii wa uongo. Haleluya. Kugira ngo mushike kubyiza by'Imana. Muwakatae ili mfike kwenye mazuri ya Mungu. Imenya kubaha Imana.
Jua kumheshimu Mungu. Menya kugendana n'Imana. Jua kutembea na Mungu. Menya Imana ikishaka. Jua kile kitu ambacho Mungu anataka. Menya kusoma Biblia. Jua kusoma Biblia. Jua maneno ya Mungu. Unabii unatosha. Kisha tena Biblia inatuambia sitawafanya mikia, nitawafanya vichwa. Sio juu utanambia Mungu atanifanyia vya ajabu. Sio juu wewe utanambia mimi naenda kuwa mtu wa ajabu. Hatua zangu zote Mungu anazijua. Jinsi nitakuwa kesho Mungu anavijua. Sio juu wewe unitabirie. Ndio maana siku nitaeneza mpango wa Mungu. Nitatoka duniani. Tena nitasema Mungu asante, umefanya mapenzi yako. Yesu atupatie chance. Amina. Amen. Amen. Yesu alipozaliwa yavukiye mu isi, alizaliwa duniani ili mwibyaha, ilikuwa ndani dhambi, imamo chuki, imamo wivu, imamo vitu vya tofauti, lakini yabaye aliishi. Haleluya. Acha niombe kitu kimoja, sijui kama mtanielewa. Kwanza maneno kitu kimoja. Acha jua kitu kimoja. Mungu akikubariki, usiduze, usijiinue, baki nafasi yako. Yesu ataendelea kufanya nini? Anakupandisha. Acha niwaambie hilo neno juu niligoma. Yesu yabaye ku isi miaka 30 n'ingahe? Yesu aliishi duniani miaka 33. Ninde yosobanurira impamvu abarondera kwisha Yesu bataje kumumenya? Ngoja nikwambie. Yesu aliishi duniani miaka 33. Kwa nini waliotaka kumuua Yesu hawakumuona? Hawakumjua. Bila kielewa ni kwa sababu aliishi kama wao. Yaani alijishusha, hakujiinua. Amen. Pigieni makofi. Tangu Yesu kumwica byabagoye. Unajua Yesu sababu gani vilimshinda ili wamuue? Alikumwe na Pamela sana Pamela. Alikuwa na Pamela na Farana Pamela. Akikuwa maskini anaonekana maskini. Akikuwa tajiri anaonekana tajiri. Bila bananira kuyogaho umenye. Ile ikamshinda, watamjua Yesu namna gani? Wakamwomba yule rafiki wa karibu. Tunataka muze kumutwereka turaguha amafaranga. Tumuoneshe tutakupa pesa. Walikuwa wakimwangalia hawakumjua. Watumishi nyakati za leo wanatembea na wate ili waone kama ni wenye protokoli ya ajabu, ili waone kama ni wa ajabu. Hivyo sio ndio Yesu alikuwa. Yesu alitafuta mmoja katika mitume ili wamjue. Akawaambia mwenye nitabusu huyo tuko mkamati. Waliishi miaka 33 bila hawamjamjua Yesu. Mtu Yesu akikubariki, baki chini. Akikuinua, baki chini. Usikanyage maskini, usikanyage na watu wengine, kwa sababu Yesu ana sababu. Yesu anataka watu wanyenyekevu. Amen. Amen. Munsi narangije mission y'Imana. Siku nitamaliza mpango wa Mungu. Nitatoka duniani. Ariko ntarayiranga. Lakini kabla sijamaliza, hata upige kitimba, hata ufanye nini? Madama yuze kubwa. Mke wangu aliumwa. Arambya munarimvu. Akasema mimi nilikuwa nimekufa. Naambia ninashowaba. Akamwambia uka. Ariko munsi mission yarangije. Lakini siku mpango wa Mungu utaisha. Utogenda. Urangije mission y'Imana. Ukimaliza tu mpango wa Mungu utogenda. Ariko utarayirangiza. Lakini kabla hujamaliza, ukagira ubwoba. Usiwe na uoga wa watu wawa na wale. Imana ivuga ngo inzitiro zawe. Mungu anasema ukingo wako ndazihoza ko ni macho yangu yako juu ya huyo ukingo ya ulinzi wako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Leo sasa Herode alihenda nkuko abizi bihe. Anajidanganya kama gisi wa duniani wanajidanganya. Akajidanganya kutafuta Yesu. Yarondera Yesu atararangiza mission. Akamtafuta Yesu mwenye hajamaliza mpango. Anamtafuta mgingo mwenye hajamaliza mpango. Anamaliza Pamela, anatafuta Pamela mwenye. Anatafuta mchungaji mwenye hajamaliza mission. Hata kama afanye nini? Asimame. Apigane. Kanisani kama hujamaliza mission
ukiona wachawi waambie nipishe nipite, kwa jina la Yesu atakupisha. Amen. Ukiwa na Yesu ndani yako, mkimwona mniite, nende na mimi kumusujudira. Yego. Urukundo ukunda mugenza, upendo unaompenda ndugu yako rufise inyungu mu buzima bwiwe, nuna faida ndani ya maisha yake. Cyangwa nimba wifuza kumenya bugingo uko mbayeho nuko, kama ukitaka kumjua bugingo gisi anaishi nuko njyama na gisi nalala, nije kwagura umugambi w'Imana, mbega mnyakutangu njema mpango wa Mungu. Nabwira ngo urondere ngena wakuraho bugingo, wakikutambia utafute gisi utamuoa bugingo. Ariko ndagenda baherezi w'umure wa Kristo, nataka niwapatie faraja. Nimba Yesu, kama Yesu inyenyeri yao, nyota yako ichaka ingali naangaza, ingali naangaza na waka, ukabuge visivyo ukeneye gushikiriza, kama ungana na vitu unataka kutimiza, humura, farijika, farijika. Yesu arahari, Yesu yupo, Yesu arahari wo kukugwanya, Yesu yupo ili kupigania. Kuja nawe arabizi ngorane zose, anajua shida zote mahali. Yesu kugira ngo aze kuvukira mu isi, Yesu ili aje kuzaliwa duniani, yagomba kugira ngo azozaro nk'ibyo kugira data, apate vitu vya tambia watu. Avuga ati rega ndabizi bibari mu isi, anasema na mimi na mimi vitu wenye wako wemo. Ni muri mu gihe cyo kwangwa, kama uko wakati za kutaliwa, kama uko nyakati za kutafutwa, Yesu alipafutwa. Mu gihe cyo kwangwa, kama ulikataliwa, Yosefu alipafutwa. Kama uko nyakati za jaribu, Yobu yaragize, Yobu alikuwa na jaribu. Hao watu wote ni unabii, ushuhuda mbele za Mungu, ili Mungu afanye kitu ndani ya maisha yako. Kuna watu hawajui kama kuna mpango Mungu iko nao juu yao. Hao watu wako na shida, wanateseka, wanahangaika, lakini acha nyota yako endelee kuwaka. Na wewe unataka kuzimisha nyota za wengine, farijika, hakuna tamoyo itazimisha. Kama unataka kutoa ugingo, maisha ya mtu hautayatoa kama angali anaangazia dunia. Kuna mpango wa Mungu, haleluya, angali anatumika. Mungu atamtoa ukirasazi, ambebe mvio. Mungu atamtoa hapa, ambebe nje, ili mpango wa Mungu, mpango wako ukufe bure. Yesu hakutaka kubakia ili waoneshe yote ana nguvu, alikuwa na nchi. Unajua ukiwa na nchi, ukitaka unafunga mipaka yote, lakini hakukumbuka kufunga mipaka. Yesu akavuka, akapita, akasema kwa sababu mmekataa kurudi, tafute watu wote wenye wako sana Yesu, wenye wako na miaka 2 wako chini, toa. Yesu alikufa, haiwezekani. Na wewe uko nini? Wagomba kwanga mugenza, na kata ndugu yako. Itegeko ry'umwami ryarondeye Yesu ryamushikira. Amri ya Yesu ikata Yesu ikumfikiria. Amri ya mfalme ilimtafuta Yesu ikumpata. Kubera kwa sababu gani? Alilindwa. Tunalindwa. Yesu atusaidie sana. Nyota, niliwaambia nyota ni kitu kikubwa sana. Sana. Kandi tena kiri kure cyane, kiko mbali sana. Abantu bose nta mnazo kuya managiye mu nyenyeri. Hakuna mtu duniani atamwambia ameenda huko kwenye nyota zinaishi. Hakuna. Wa mbere umuntu yagiye abagena mu kwezi. Mtu wa kwanza aliendaka katika mwezi. Naho nyine Apollo ihagenda miezi 3. Na penyewe Apollo inapaenda siku 3. Ifisi umuvuduko utazi ningana. Iko na mwendo mkubwa wa haraka, hauna kawaida. Lakini ikamaliza siku 3. Kugira ngo ashike hari. Ili afike kule. Ivyo byose. Hiyo yote kwerekana ubasha bw'Imana. Ikuonyesha uwezo wa Mungu. Hari ibintu niyumviriye. Kuna vitu nimewaza. Uri mu ndege. Ukiwa ndani ya avion. Izuba batubwira ko riba musika to twoshuwa tugapfa. Banasemaka jua likishuka kidogo tunaweza kufa. Ariko kutera utunga mu kirere. Lakini gisi unaenda kule angani. Niko hakari. Ndio gisi baridi iko. Ndio ndio iswana. Ile vitu waweza kutafsiri. Uri mu ndege. Yaani ukiwa katika avion. Uri mwezi wa santi. Unakuwa uko mwezi wa santi. Cyangwa mwe 40. Au mwe 40 dogo. Yuko
ya baridi. Ariko hano hasi lakini chini ukishuka unasikia kuna joto. Unaenda kwenye jua liko tena kuna baridi. Mungu yuko na vitu vyake viko complicated. Ukitaka kujifunza hautaweza. Acha Mungu aitwe Mungu. Mungu aitwe Mungu. Maisha yako wewe Mungu. Wewe unatumika wewe Mungu. Ni Mungu tofauti na wanadamu. Wanadamu tunaweza kuonga moto. Ukisogea moto unaungua. Si ni kweli? Ukisogelea moto unasikia kwenye ngozi panaungua. Sikiliza, ukienda angani unasikia baridi. Unasikia baridi. Kama hiyo unaweza tafsiri haya. Mungu ni imani. Abaki Mungu. Nitaka sema kingine kitu. Mkristo uko hapa. Acha nyota yako iwake. Acha nyota yako iwake. Ili ikiwaka hakuna mtu hata mmoja wa kuizimisha. Kisha shida shida ambazo watu tunatembea nao, nyota zao zimezimika. Zimezimika. Na ndio maana makanisani kuna vita. Na ndio maana unaona watu watupendane. Kwa sababu nyota yangu sio yako. Bwana tusaidie. Baba tufundisha vizuri. Ndoa kuna vitu 30 vinabomoa ndoa. Kuna vitu vinasema mawasiliano. Kuongea. Watu mnaongea sana. Kama watu wanaongeaga wakisikilizana. Ili wanaongea ili wasikilizane. Shida iko kwa nyakati za leo. Watu tupo. Lakini kila mtu ana njia zake. Tena uko ngomba gukizwa. Gisi nataka kuokoka. Sio ndio gisi nastahili kuokoka. Kwa nyakati za leo unaangalia binti au kumsumikia muri Yesu, ukimtia ndani ya Yesu unasikia kutaka kuliko msogeze kwa Kristo pia unafikiri unatamani kumzini. Warao mugabo wabandi naho ukiangalia bwana watu nao unamtamani. Hakumubwira ati tukizwe tuje muri Yesu. Kuliko mwambie tuokoke. Ugomba kumujana muri kwehari. Wewe kule mkwebless. Izo nyenyeri nizigenda. Izo ndio tasiteka pamoja. Hizo nyota zitembea pamoja. Sijui kama ndaweza vitata nyota. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega umuco n'umwiza bihurira. Je, Biblia nasema hivi, nuru na giza vinaweza kuchangamana au vinaweza kuwa na ushirika. Dukeneye abantu muri rema. Tunahitaji watu ndani ya rema. Bazi yo bariko baragenda. Wanajua mahali wanaenda. Duhuye tukumva turamukanya. Tukikutana tunasalimia. Tunasikia tunashukuru. Tunasikia tuko na mpango wa panua ufalme wa Mungu. Hapo Yesu atatulinda, atatusaidia na wetu, atalinda na vitu vyetu, kwa sababu tuko mpango wa Mungu. Bwana tusaidie. Watu wenye wako mpango wa Mungu. Na magiza. Farijika. Abali mu mugambi. Wenye wako katika mpango au malengo ya Mungu. Abaliko baragwanya umugambi. Wenye wako wanapiganisha mpango wa Mungu. Naam. Na nyie ni wafariji, farijika. Hamuwezi. Hakuna hatache mtaweza. Hakuna. Usimame upiganishe mtumishi wa Mungu. Mpiganishe. Kama nyota yake ingali na wako, ingelikuwa vizuri uambatane naye ili uwe na baraka. Bwana awabariki sana. Mungu awabariki. Ni hayo maneno ya Mungu. Acha tusimame.